Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu, niwasalimu katika jina la Yesu lilipitalo majina yote. Ni mchana wa leo, nimekuja tusome habari za Kristo, tukumbushane kwa habari ya neno la Mungu ambalo ni chakula cha uzima. Tuangalie kitabu cha Mathayo sura ile ya 7. Mathayo sura ya 7 na mstari wa 7. Biblia inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Hili ni neno la Mungu, na kama unavyojua, ukisoma neno na ukaomba kupitia neno, Mungu ni mwaminifu ambaye anaitazama neno lake apate kulithibitisha. Sasa shida inatokea wapi? Kwa nini maombi yako hayapokelewi? Na kwa nini Mungu hajibu kila ambacho umekiomba? Shida inaanzia hapa. Utaona katika kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 na mstari wa 22. Biblia inasema, na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Narudia tena, na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Kwa hiyo ili neno litimie la Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 mpaka mstari wa 8, na kwamba kila ambaye atapewa ama atapokea, lazima pia utazame hii. Lazima urudi kwanza katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 22, ya kwamba lolote tuliombalo twalipokea kwake. Kwa nini? Kwa sababu tunazishika amri zake na kufanya mambo yanayopendeza machoni pake. Kwa kabla hujakimbilia kulisoma la Mathayo, lazima uhakikishe neno hili limetimia ndani yako, ya kwamba unazishika amri zake na unafanya mambo ambayo yanapendeza machoni pake, sio machoni pako. Unaweza ukafanya mambo yanayopendeza machoni pako, lakini machoni pa Mungu hayampendezi Mungu unayoyafanya. Wewe machoni pako ni kitu ambacho kiko sawa, lakini machoni pa Mungu hakimpendezi. Ni sana neno la Mithali linalosema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mbele za Mungu hiyo ni njia ya mauti. Mwisho wake njia hiyo ni njia ya mauti. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni mauti. Hiyo njia unayoiona wewe iko sawa machoni pako, mwisho wake ni mauti. Haiko sawa. Njia ambayo iko sawa ni njia ya kimungu. Unafanya mambo yanayompendeza Mungu, machoni pa Mungu yanampendeza, ndipo uanze kuomba na Mungu akujibu. Sio tu usikurupukia kwamba Baba, imeandikwa katika Mathayo, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ndio, ni kweli, ni andiko. Je, unayashika yaliyoandikwa humu? Unayatenda yanayompendeza yeye? Unazishika amri zake? Upo sawa na neno lake? Unakwenda sambamba na mapenzi yake? Akasema katika Yoshua ile sura ya kwanza pale, ukianzia mstari wa 8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, maneno yake utende sawa na maneno yaliyoandikwa humu. Uyatafakari usiku na mchana, ndipo utakapofanikiwa katika njia zako na kustawi. Maana yake utafanikiwa kwa sababu umeyatafakari maneno yake, umeyaishi maneno yaliyoandikwa humu. Mtu wa Mungu, usiombe tu kwamba imeandikwa. Ndiyo, imeandikwa. Je, uko sawa sana ilivyoandikwa? Maisha yako yamethibitika katika hicho kilichoandikwa? Nimeomba sana. Mungu, umeomba ndio. Je, uko sawa na neno la Mungu? Watumishi wenzangu, wafundisheni watu kuyashika maneno, wayaishi. Si tu kuyashika tu, wayaishi. Waelewe Biblia imaanisha nini, lizungumza nini. Yesu akasema, ombeni lolote mtakalo nanyi mtapewa. Lakini mtapewa pale ambapo mmekaa ndani ya neno, na neno limo ndani yenu. Maana yake ukae ndani ya neno. Maana yake neno linavyosema uishi, na neno likae ndani yako. Sio namna ambavyo tu unaishi wewe uko nje na neno, alafu nataka neno lithibitike kwako.
utamke neno kwamba imeandikwa na neno litimie kwako. Hapana, mtu wa Mungu, haiko hivyo, wala kanuni ya neno haiko hivyo. Kanuni ya Mungu lazima uliishi neno. Neno linavyosema utembee sawa na neno linavyosema. Neno ndio likawe ndio taa ya miguu yako. Neno likakuongoze katika hatua zako. Na hapa ndipo utakapoomba lolote na utatendewa. Biblia inasema kabla tujaomba Mungu alijua tunachokihitaji. Tukiwa katika kuzungumza Mungu amekwisha kusikia. Sasa inakuwaje unalalamika kwamba sijajibiwa? Ni kwa sababu tabia, mwenendo, maisha yako hayampendezi Mungu. Warumi inasema usifuatishe namna dunia hii. Usifuatishe, usiige mtindo wa ulimwengu huu. Usiige ama usifuatishe namna ya mitindo ya ulimwengu ama ya dunia. Usikubaliane na dunia, usifungamane na dunia. Hata utakapoenda kuomba mbele za Mungu, Mungu atakufurahia. Atapokea maombi yako pale utakapokuwa umeyaishi maneno ambayo ameyazungumza. Mungu akubariki sana wewe ambao unaishika neno na kulitendea kazi. Na unatamani kuishi kama neno linavyosema. Mungu anavyosema, maagizo yake yanavyosema. Unalitafakari neno la Mungu usiku na mchana ili upate kujua Mungu ana makusudi gani na wewe. Mungu anataka nini ili apate kujibu maombi yako. Kabla hujampelekea Mungu hoja, tafakari kwanza neno lake ujue Mungu anataka nini kupitia neno lake. Mungu akubariki sana.